Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allaha la yahdi alqawma alkafirin. Mtume anaambiwa fikisha uliloteremshiwa kwa Mola wako, na kama hautofanya ujumbe wa Mwenyezi Mungu wote haujafikisha. Mimi katika sehemu ya pili nilikwambia kitu alichoahimizwa bwana mtume kukifanya pale, ambacho lau asingekifanya itakuwa ujumbe wake utakuwa haujafanya kazi, ni kumchagua Ali bin Abi Talib. Na ushahidi ni haya mashairi ya Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit ni mshairi wa mtume, ni sahaba huyu. Hassan ibn Thabit ni maarufu sana katika shairi, katika maneno yake. Angalia haya maneno ya Hassan ibn Thabit, ndio yanakujuza wewe na nini maana ya maula. Nini maana ya maula? Anasema hivi: yunadihim yawmal ghadiri nabiyuhum, anawaita siku hiyo ya Ghadiri mtume wao. Bihum fa asma'u birrasuli munadiya, katika bonde la Humu nikimsikia mtume akiita. Yani Hassan ibn Thabit anaelezea, waqad jaa Jibrailu an amri rabbih fa innaka ma'sumun fala takun waniya, kwamba Jibril amekuja kwa habari wewe ni umekingwa na Mwenyezi Mungu. Anamwambia bwana mtume, waballighuhum ma anzala Allahu rabbuhum ilayka wala takhsha hunalika al-aadiya. Anamwambia kwamba fikisha yale ambayo Mungu Mola wao amekushushia kwako wewe, usiogope maadui, usiogope maadui. Faqama bihi in dhaka rafi'u kaffai bikaffi aliyin mu'linu as-sawt aliya, akachukua mkono wa Ali bin Abi Talib, kiganja chake na kiganja cha Ali akiwa amekinyanyua juu kwa sauti ya juu. Faqala, akasema mtume akasema nini? Man maulakum wa waliyukum, ni nani mtawala wenu, nani mola wenu na yule mtawala mambo yenu? Faqalu, akasema walam yabdu hunaka taaliya, wote kwa sauti moja, ilahaka maulana, Mungu wako ndiyo kiongozi wetu, ndiyo mola wetu, wa anta waliyuna, na wewe ndiyo mtawala mambo yetu. Faqala lahu, baada ya hapo mtume akasema kumwambia Ali, qum ya Ali, simama ewe Ali, fa innani, hakika mimi, yani mtume anamwambia Ali, qum ya Ali, simama ewe Ali, fa innani, hakika mimi, radhituka, nimekuridhia, min baadi, kwamba baada yangu mimi, imaman wa hadiya, kwamba wewe ni kiongozi na mwongozaji. Maana yake ni imamu, kiongozi, kisha hadiya, unawaongoza watu. Ndio ile aya Mwenyezi Mungu alimwambia bwana mtume, inama antal munzir wa likulli qaumin hadi, kwamba wewe ni muonyaji na kila kaumu ina muongozaji. Akampiga bega Saidina Ali, Imam Ali akamwambia, ana almunzir wa anta alhadi, mimi Muhammad ndiyo ambaye ni mwenye kuonya, na wewe Ali alhadi ndiye mwenye kuongoza. Bika yahtadil muhtadun, kupitia wewe Ali wataongoka wenye kuongoka. Haya ni maneno ya Hassan bin Thabit, anasema kwamba mtume akasema, nimekuridhia baada yangu mimi imaman wa hadiya. Kwa hiyo neno man kuntu maulahu, Hassan bin Thabit na alfasiri hapa kwamba kumbe ilikuwa lengo ni nini? Ni uimamu, lengo ni ukhalifa, lengo ni nini? Awe kiongozi. Khadhum kisha akaendelea akasema, faman kuntu maulahu fahadha waliyahu, yule ambaye kwamba akakubali mimi ndiyo walii wake, ndiyo mtawala wake kwa huyu, na huyu Ali ni mtawala wake. Fakunu lahu ansara sidqi mawaliya, kuweni nyinyi kwa huyu Ali ni wasaidizi wenye kushikamana naye. Hunaka da Allahumma, mtume akaomba dua sasa, Allahumma wali waliyahu, ewe Mwenyezi Mungu kuwa pamoja, ungana naye yule ambaye kwamba ataungana na Ali. Wa kulli alladhi ada aliya muadiya, na
uwe adui kwa yule ambaye kwamba atamfanya adui Ali bin Abi Talib. Angalia dua ya mtume hii. Kisha baada hapo mtume akamwambia Hassan bin Thabit kwamba ya Hassan, la tazalu muaidan bi ruhi al-Qudus, kwamba wewe bado mpaka sasa hivi kuna malaika anakuja kukunga mkono. Kwa nini nimesema hivi mtume? Ilishuka aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo Uislamu ulikuja kutimia baada ya kwamba mtume kamchagua Ali, jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia kama hautolifanya hili risala yako yote itakuwa imeharibika. Sisi tunasema hivyo kwamba hili ndilo ambalo lilikuwa lingeharibu risala ya mtume yote kama singelifanya. Sasa wewe wasemaje? Ilikuwa jambo gani ambalo alikuwa lau asingelifanya lingeharibu risala? Ni ipi? Kwa sababu yale yote ambayo kwamba aliyazungumza mtume alikuwa kashafanya kabla, kuhusia watu toka Arafa kule shahutubia. Sasa tuambie ni lipi ambalo ilitakiwa kwamba mtume alifikishe ambalo asipolifikisha ni jambo jipya ambalo kwamba asingelifikisha risala yake itakuwa imeharibika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.